Vijana wengi au watu wengi tumekuwa na kauli kwamba tunapata pesa lakini hatujui zinakokwenda. Hiyo sio kweli. Hatuzioni zinakokwenda kwa sababu tunaelekeza fedha hizo kwenye vitu visivyo na faida mbeleni au venye matokeo ya hasara mbeleni. Hujambo na karibu katika channel yetu pendwa ya Uchumi Kwanza, na kama hujasubscribe tafadhali subscribe ili uwe wa kwanza kupata video zetu. Pia ukilike na kushare video zetu itawafikia watu wengi zaidi ili tuendelee kuikomboa jamii yetu. Pia tuachie komenti yako hapo chini, tutaifanyia kazi. Kwa mgeni wa channel yetu, karibu sana. Jina langu naitwa Charles Esau. Sasa tusonge mbele. Akiwa katika siku ya mkombozi mwaka 2016 ndani ya ukumbi wa Joe Louis Arena pale Detroit, jimbo la Michigan nchini Marekani, Minister Louis Farrakhan alisema hii kauli. Baadhi ya wanasayansi wanasema kwamba pesa huzunguka ndani ya jamii za Waafrika kwa masaa 6 tu baada ya kupatikana, kisha zinaondoka. Hii ni kwa sababu ni watumiaji sana wa pesa kuliko kutafuta. Kiasi kwamba mtu akipata pesa kidogo tu ni kama kapatwa na kipele, na kukikuna hicho kipele ni kupitia kuitumia hiyo pesa, yani kuspendi money. Hiyo ni kumaanisha kwamba kila ukipata pesa ni kama umepata kipele kipya na kinatakiwa kukunwa. Basi tupo katika channel yetu ya Uchumi Kwanza ili kuelekezana namna ya kupunguza hivyo vipele ukishapata pesa, ili uache kutumia pesa ovyo. Sasa nakupa mambo matatu ya kuzingatia kwenye matumizi sahihi ya pesa kabla haujaipoteza. Nini cha kufanya ili usiipoteze hiyo pesa? Namba 1, panga matumizi hasa ya uwekezaji kabla hujapata hiyo pesa. Kwa mfano, unategemea mshahara wa mwisho wa mwezi. Basi weka matumizi yako kuanzia lenye umuhimu sana hadi lenye umuhimu kidogo. Ukipata elekeza huko, na kitambo ukiwa huna hela, unajikuta hela ya mwezi uliopita imeenda mahali sahihi. Fanya hivyo ili usipatwe na hiko kipele. Jambo la pili, acha matumizi ya ghafla. Hii ipo kwa wadada haswa. Akipita muuza mitumba na ulikuwa huna budget ya kununua hicho kitu, unanunua. Au unaenda sokoni na listi ya vitu vyako na bajeti yake. Ukifika unatamani na visivyokuwa kwenye budget. Hapo utaipoteza pesa. Ni kama umepatwa na kipele, kama anavyosema Minister Louis Farrakhan. Jambo la tatu, jifunze kujikataza. David Cartwright katika kitabu chake cha The Age of Addiction, yani zama za uraibu, anasema tabia zako mbaya kama ulevi, ulafi na kupenda starehe inafanya wafanyabiashara wengi wakubwa waendelee kutajirika kupitia wewe. Ni kweli kwamba unaona pesa yako ni ndogo sana kumtajirisha mtu, lakini mpo wengi wenye akili kama yako. Hivyo wakijikusanya kuwa wengi, ndo wanajikusanya na wanakusanya hela za matajiri wakubwa na kukuza biashara zao. Jifunze kujikataza starehe zisizo na ulazima ili uwe na matumizi sahihi ya pesa, na ndio maana hata serikali kuna kuwaga na kitu kinachoitwa kupunguza matumizi yasiyo ya lazima. Jambo la 4, wekeza kwenye maarifa zaidi kuhusu uchumi. Leo hii kuna majukwaa mengi mtandaoni yanayotoa maarifa kuhusu fedha, uwekezaji, mambo ya mabenki, ardhi na kadhalika. Kuna jamaa alikuwa na pesa nyingi na hakujua awekeze kwenye nini ili apate faida. Aliingia mtandaoni, akajifunza biashara ambayo anaipenda, akaelekezwa kianzio cha mtaji, akajifunza na kama biashara hiyo ikifeli nini afanye. Kutoka hapo akatanua zaidi biashara yake na mpaka leo anaifanya na kaendelea sana. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wangu, ukipata pesa usiwe kama umepatwa na kipele ili ukunwe.
kupitia kuitumia hiyo pesa ndogo. Jifunze uchumi, upunguze umaskini.